بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الأول قبل كل أول، والآخر بعد كل آخر، شديد العقاب لمن كفر، غفور رحيم لمن تاب عليه، كتب الفناء على جمعه والبقاء على نفسه. أشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار، على فقبر، عصي فغفر. وأشهد أن سيدنا ومعلمنا ورسولنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونسأل الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. إخوة الإيمان، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله الحنان المنان، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك إخوة الإيمان، لا خير أن يكثر مالا وولدا، ولكن الخير هو أن تعقل عن الله ثم تطيعه، وهو خير في الدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، أنا موضوع اليوم عنوان يقول إلى خلق. أما baada ya kumshukuru Allah na kutaka ziada na rehema zimendee kiongozi wa umma na si mwingine ni mtume wetu Muhammad, sala na amani ziwe juu yake. Alifikisha Uislamu ukweli wa kuifikisha, na ametoka katika dunia. Kalima yake ya mwisho ilikuwa ni la ilaha illa Allah, na hakuna siku utaweza kufa na kalima kama hii ukose kufaulu. Bimaana mwenye kutamka hii maneno na akakufa nayo anaingizwa katika mbingu za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, nikinasihi nafsi yangu basi na kusahau na nafsi zenu kunako mafanikio mazuri, si mengine kumjua Allah na kutii sheria yake. Anataka hiki unakifanya, na anakataa hiki unakiacha. Hadha huwa, hii ndio tabia ya mtu kuishi. Ndio maana leo akituwezesha Allah, tunapenda tukumbushane kunako khulqin, tabia katika Uislamu, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema albirru husnul khulqi, wema ni kuwa na tabia nzuri. Wa dinul khulqi, hivyo hivyo huwezi kuwa na dini pasina kuwa na tabia. Dini na tabia ni kitu kimoja, na ukumbusho wetu ni kukumbusha tabia katika Uislamu, kwa sababu Mtume Mwenyezi Mungu amemsema wa innaka la ala khulqin adhim. Bimaana tabia ina nafasi kubwa katika maisha ya mwanadamu, na hivyo hivyo ina nafasi kubwa katika imani ya Muislamu. Tabia inaitwa khulq, tabia. Ndio Mungu amesema wa innaka la ala khulqin adhim, kwa hakika wewe Mtume umesifiwa kuwa na tabia nzuri sana, mpaka Mungu akasema laqad kanat lakum fi rasulillah uswatun hasana. Imekwisha kuwa kiigizo cha tabia huyu Mtume Muhammad. Bimaana tabia ni kitu kinafuta katika
Huwezi ukaitwa mwanadamu pasina kuona tabia yako, na tabia ndio kitu kinaacha watu wanaita huyu mtu wa hivi au si mtu wa hivi. Na ndio maana na sisi tunakumbusha kuhusu tabia, sababu huyu amesema ni kiigizo cha tabia. Angalia, watu walisilimu kwa sababu ya tabia yake. Kwanza watu wameingia Uislamu sababu ya tabia. Miongoni mwa tabia nzuri alizokuwa nazo zilisilimisha watu, alikuwa aswadiqul amin. Maisha yake hawakumsikia anasema uongo, alikuwa anasema kweli. Maisha yake hakuwahi dhulumu kitu kia mtu, amana ya mtu hakuwa. Hatawa mtume na akawa mtume, alirudisha amana ya kila mtu mwenye alimwekesha. Al-khuluq, tabia yake. Bimaana ukitaka kujua sifa ya mwanadamu unaanza kuangalia tabia yake. Ndio maana Saidina Umar radhiallahu anhu, ulikuwa watu wakimletea mtu kuhusu jambo la kushimamia kitu cha dini au kuhusu kushimamia kazi ya watu au kuhusu kumpatia mtu uongozi kitu fulani, alikuwa anaanza kuchunguza kwanza tabia ya ule mtu katika hali tatu. Alikuwa anakuuliza, hataarifu, je, huyu mtu mnamjua? Akasema watamjua. Angalia, mambo tatu yatakuonyesha tabia ya mtu. Miongoni mwayo Saidina Umar radhiallahu anhu alikuwa anauliza uko jirani yake. Bimaana ukitaka kujua mtu, uliza kwanza jirani yake. Jirani atakwambia tabia. Tabia bwana huyu ni kadogo ameshashtaki, ni kadogo hajafai, ni kadogo na tabia yake jirani atakushuhudia sababu anaishi naye. Ya pili, Saidina Umar alikuwa anachunguza hali ya biashara ya kikazi kuhusu amana ya pesa. Anauliza, umewahi fanya naye kazi ya kipesa ujue tabia yake? Sababu Mtume siku moja alimwambia, auswini ya Rasulullah, fakala la taqdur, usiwe kuwa na hasira. Ndugu zangu, ukifanya kazi na mtu utajua tabia yake. Kama hujawahi fanya kazi na mtu, usizungumze kama unamjua. Hususan Saidina Umar anachunguza tabia ya kazi yoyote ile ambayo kunahusiana na pesa. Sababu sote hapa msikitini kisi tumevaa sura zetu, kanzu zetu, kila mtu kimwona asema mashallah Muislamu. Lakini huyu Muislamu ukimlazima pesa kidogo, je, unadhani ataonekana kuwa Muislamu akila swala tano? Je, huyu Muislamu ukimupa amana ya kazi, unamweka unamwambia kamata hii kazi, unadhani atahakikisha kuchunga kazi ya watu kisi wewe ulizani ataichunga? Bimaana pesa, Saidina Umar alikuwa anasema, ukijua imani ya watu, angalia hali yao ya pesa kisi wanajikamata. Kama mtu anakuwa na neema ya pesa, anabakia katika hali nzuri, huyo ana khuluqi adhim, ana tabia nzuri. Saidina Umar alikuwa anachunguza tabia nyingine, kutaka kumpa mtu kazi, anauliza watu wenye wanamjua, kama ni jirani, kama ni kipesa, na kama amesafiri naye. Bimaana safari vile vile ni nisful adab, na inasaidia kutoa tabia ya mtu. Sababu kuna mtu anaweza kuonesha imani ni wakati watu wanamjua, akiondoka mwinchi ni watu hawamjui, anakuambia hiyo Uislamu nimeiacha Goma, manake imani yangu naikuta Goma, huku kwenye naenda hawalijua anafanya mambo ya kumwasi Allah. Sasa ukisafiri na mtu unaona siri yake ya tabia, utajua huyu anaishi aje, anasimamisha swala msafari, hafanyi uharibifu. Bimaana tabia inasaidia kuweka khuluqin adhim, inabamba mtu kuwa
maadamu tabia sio nzuri, hiyo taabani. Unaweza kuwa wowote ule, maadamu tabia sio nzuri, huko bure mbele yake Allah subhanahu. Ndugu zangu, fa aina tazhabu, tunaenda wapi sasa na tabia? Anatuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ndefu, anasema mwanadamu anajengeka kwa tabia na anavunjiwa tabia zake katika mambo 11. Kama haukuzitahadharisha kuichunga, zinabomoa malezi ya tabia ya umma. Na hapo ndio tutashikilia sana katika mambo inakuwa sababu ya kubomoa tabia za umma leo katika jamii ya Kiislamu. Kwa malezi ya kunyumba, kwa malezi ya barabarani, kwa malezi ya kijamii, mambo gani yanabatilisha tabia zetu, yanaacha watu wanapoteza khuluqin adhim leo? Mtume alitufundisha kabla. Mtume anasema al-awwalu minhu al-faqr. Kitu kinapoteza tabia katika jamii ni ufakiri, umaskini, hali mbaya ya kimaisha inaacha watu wanapoteza tabia nzuri. Ukiweza kuchunga hali mbaya ya umaskini ya ufakiri, tabia inavunja tabia khuluqi. Kivipi sasa? Tazama leo maisha yetu tunaishi, umaskini unaacha tabia zetu zinakuwa mbaya. Ulimi, mwenendo, watoto, riski. Sababu ya umaskini tunaishi tabia mbaya sote ndani ya jamii. Umaskini, Mtume anasema kama haukustahadharisha, akamwambia Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam katika hadithi kudusi, kun wafikan min rizqi maqsum laka maadamu khada'inu la yanfadu abadan. Umaskini unavunja tabia ya mtu wakati mtu anashindwa kuwa na akanaa, kwa sababu al-qanaa kanzu la yunfa. Kanaa, kutosheka, ni nguzo yenye inaacha mtu asibatilishe tabia yake. Ukishindwa kutosheka, tabia inavunjika, sifa yako inakuwa mbovu. Angalia jamii zinabomoka kuhusu ufakiri leo. Mtoto anaweza kuwa amezaliwa na baba na mama mnyumba. Huyu mtoto hajawa na akili, hajui huyu baba na mama wamefanya juhudi ngapi ya wewe miezi 3, miezi 6 ukomae ukule, haujui wamefanya juhudi gani. Lakini mtoto wa leo iko tayari kumtusi baba na mama. Akishakuwa na akili anaonesha kwamba sijawahi kuona watu wadhaifu kama wazazi wangu, wamekomaa, wa maskini na wanatuzeekesha na umaskini. Je, wewe kabla hujazaliwa unajua huyu baba alifanya kazi ngapi sababu kukomaa? Lakini leo tabia ya watoto, sababu tunaonesha umaskini ni tabu, wanaanza kutusi mzazi akishakuwa na akili. Tena mtihani ya ajabu leo inabomoa jamii. Mtoto akijua kusema Kifaransa ameanza kutumika, baba anasema si baba, anasema nini, si haiko intellectual ule. Inna lillahi. Hii ni msiba ya tabia, inabomoa jamii. Ufakiri, watu hawajui kwamba adabu ya umman yawmun laka wa yawmun alayk. Idha kana yawmun laka fala tabtir wa idha kana yawmun alayka fasbir. Ndio dunia. Ufakiri unabomoa tabia ya kuwa na khuluqin adhim, kuwa na tabia nzuri. Mtu sababu ya umaskini anadharau na wazazi. Uwezi jua leo wallahi tunaishi kwa juhudi ambayo mzazi, usione leo wazazi wanaanza pita barabarani hapo najisema hapo. Usione leo mzazi yuko anafika, akifika nyumbani kichwa kimemuuma sababu ya kupiganisha hali ya nyumbani. Wewe unaweza kuwa umekula mara 3 alhamdulillah. Wallahi kuna nyumba zingine kula hata kwa siku moja tu. Wewe angalia juhudi tu. Unaona wanapika maji na
tumewapoteza. Wallahi na msiba mpaka na Uislamu mmoja na vijana na sote watu wanajivulia tabia kama hii. Mwanamke anaishi nyumba bila kisi, jamii imebomoka. Mwanamke anaishi nyumba, huwa kila siku mwanaume umejaliwa kuleta kila siku riziki, lakini umezidiwa siku moja au mbili ama tatu hauleti. Unaanza sikia mke wako au binti wako wanaanza sema katika Maswahili ya leo, watu wanaanza biana, hauwezi kufa njala na uko na vitu vyenye vitakulisha. Bimaana mwanamke wa leo anachukia asife njaa, auze mwili wake kwa sababu ya ufakiri, anavunja tabia ya Uislamu. Msiba mkubwa unajua ni sababu gani? Ameona nguo nzuri fulani ameivaa na yeye mpaka bwana silale mpaka habari. Msiba unajua sababu tabia na kumbuka sababu gani? Amefika fasi fulani wamekula, wewe si mbili au ununue nyama, lakini wanamuonesha kwamba huwezi kufa njaa sababu na mwili wako unaweza ukaiuza. Tabia kushindwa kuchunga umaskini na acha mtu anabomoa mwili wake. Na mara safu shadidi uzuri ni sababu leo na wanaume wengine wamepoteza sifa ya ikramu bila kutoa sababu ya endelee. Manake mtu sababu ya kuchinja kuchunga ukavuna, unasikia siwezi kupatia pesa zangu bila wewe kunipa kitu. Ina lidai wala ni msiba hii, wewe haramu unaikimbilia. Alafu na leo wazazi sababu ya umaskini, mtoto akiwa amekomaa anaanza tafuta riziki, anakuwa anatumia watu wa haramu nje, analeta analipa nyumba. Unasikia baba anashika sema, bwana binti yangu hajarudi, asema vete msikamu haingie. Wewe baba unafurahi tu, hayarudi sana, rudi anapewa sashe ya mikate ya kila kitu. Baba anashindwa sababu ya umaskini kuuliza riziki natoka wapi, haulizi. Wala kwa msikuni nasema kwa watoto wangu, unjo mnaniweka hapa, unjo anakuwekaje? Sangalia Saidina Abubakar radhiallahu anhu, alikuwa tajiri katika matajiri, swahaba katika maswahaba wazito. Wallahi siku moja mtumishi wake anamletea chakula ya kula, kabla ya kula ameanza kula, anafika anapanda wasiwasi, anamuita mfanyakazi wake, anamwambia kuja kwanza nikuulize, hii riziki unatumia leo ni ile rasio tulipanda sentiri, hakuna kingine? Sasa ulisidishwa tukakibuka ndogo ndani, nini yase, niliomba nyongezo. Niliambia ule mwenye tunusia hii mboga, nikamwambia nisidishie kadogo. Sasa umeomba nyongezo? Sasa akaingiza kidole chake mkinywa, anasema nakula riziki sio kwa haramu, anaingiza mpaka atapike. Kuna watu waliogopa kula haramu sababu ufakiri wao, imani yao wailinde, mpaka kahakikisha atapike. Sasa leo si msiba, wewe si nyongezo inakuwa inaacha utamnunulia mtu. Mama ustakusia wewe ongezake unjo inadilani. Tabia yetu inabomoka sababu ya kushindwa kuchunga tabia. Umaskini, fakiri ndio tunasema. Chunga ufakiri, usibadilishe tabia. Huyu ni Saidina Abubakar anatoa riziki ya haramu. Sasa wewe msika anaenda anarudia amelewa, wewe mama, wewe baba unapiga tu unasema dada sitamwambia kitu, esi nyumba nani atailipa? Ina idadi ni msiba hii, usipaki unafurahia ni msiba. Ujira wao kwa kuja unazani, watu wanasema mzee huyu bwana ana imani kwa ana imani kweli. Mzee akirudi huko anakula haramu, mzee akirudi huko mtoto anafanya uzinifu bila kitu.
riziki unawazia kuwa tajiri sana. Unawazia riziki tu ni kuwa tajiri, kumiliki magari. Ndio unawazia ndio riziki. Wala riziki. Mwenyezi Mungu ametuambia kwanza sisi tushikamana na swala kiukweli, kiusawa, kwa tabia yetu ya khulqin hasan, tabia nzuri. Wallahi problem ya riziki kama tumeimaliza. Lakini shida hatusali kwa kutarajia malipo. Kama tukisali kwa kujua malipo ni vitisho. Unajua ufakiri na acha watu wanauza mili, mpaka ufakiri na acha wengine wanatukanana. Huko mtu mwenyewe maisha yake ameshajenga kupata pesa, kwambia kwa una shida ni kushikilia wale watu mitandao. Wewe nunua tu mega, nipe na transport. Hii inaacha mtu ufakiri, tabia inakuwa mbovu. Anatukana wewe, anatungiana uongo wewe, sababu ya umaskini. Ndio maana Mtume anasema chunga sana, ukiona umaskini itakupoteza tabia. Chunga. Leo watu ngapi hapa unaweza shindwa kusemesha mtu? Sawa, unasikia amekutungia neno yenye maisha, hujawahi sema hao kifa. Na wewe mwenye ameitunga ukimchunguza vizuri ni umaskini tu, ufakiri tu, kuogopa. Alipenda kitu fulani kumfanyisia, kafadhili fulani wakupe, ndio ataangalia anasema Unajua msiba leo na wewe hata katika wasomi wazungumzaji wa dini, wasikia mtu anaweza kuambia mimi niko specialist wa kukoseshana raha hapa kutunga vita. Hujawahi sikia Kiswahili kama hiyo? Hujawahi kusikia watu kama hao? Wao waulize wanakuambia wa specialist ni chunguza vizuri. Chini yao kuna ufakiri. Ndio inakupa wasiwasi. Hakuna riski, lakini tungekuwa zote tuna hali nzuri. Usipona wakati hakuna. Ndio maana Mtume anasema al-khuluqul hasan, tabia nzuri ni kuchungana na hali yako pale ambapo uwezo wako wa kimaisha uchunge, usikuingize katika tabia mbaya. Ndio hizi. Wajua kuna viongozi walisifiwa kama Muawiya. Alikuwa kiongozi amiri mkubwa. Muawiya alisifiwa alikuwa hasirikaki. Siku moja mtu anasema wewe ukiongozi hii mambo ya kutukanana na mitandao hapa kwanza leo wameleza wakati wa Mtume Muhammad. Watu mmoja akasema sasa Muawiya akasikia wanamkritikia hasemaje. Wakamtuka akasema hasirikaki. Sasa huyu tutamkwaza. Wakatafuta mtu mmoja specialist nafasi nyingine wambia kuya watu. Tunataka uindane na huyo kiongozi, akitoka mtukane tuone kama leo atasirika. Muawiya ndio pale unasikia katika Uislamu, katika historia ya sira kuna mambo mazito yalikuwa wakati wa Muawiya. Hata mambo ya madhehebu fulani yalitokea katika hizo mavita zilikuwa hiyo wakati. Sasa mmoja mtu mmoja akasema mimi nitawaonesha asili na watu fulani akafanya kwa mtu kutukania mama. Hautavumilia. Sasa unanekaa kimya. Wewe kutukana kiongozi anamaliza kutukania mamake. Hata leo wallahi kuna wajuzi hapa ukasikia wanatosha vitu simukinywa hapa, subhanallah. Kajuliza hii ndio kinywa cha Qur'ani na kukaga ndani au sio yake? Vizito. Msiba. Muawiya wanamtukania mama yake na kuonesha kisitabia, lazima uwe na roho kubwa, subira. Mimi Muawiya unajua kutumia nini? Akamwambia wewe hayo yote unazungumza kuhusu mama, mimi nafurahi sana kwa sababu asingekuwa huyo mimi unasema kama mimi leo siko hapa kwa kiongozi, lakini nakuhusia wewe, nikiambia watu wangu wakupige hapa hutotoka, lakini nimeona umetumwa wewe kupokeza watu yako, waambie nimetosheka. Kwa hiyo mwito ndio amekutuma, hakumpiga, hakumfungisha, hakumtukana. Sio wewe hapa kutukana siku moja siku mbili unasema unajua fulani wewe, unajua fulani wewe, mtihani wa tabia.
anamwambia mtume kwamba wa iza sa'alaka anni abdi anni fa inni karibun ujibu. Mungu mtume ametuachia ndani ya Qur'ani, anasema wa iza sa'alaka, watu wangu sisi tukitaka kuongea na Allah, kumfikishia mashtaki yetu, iko karibu na sisi. Iko nini? Karibu na sisi. Wakitaka kunielezea wanielezee, hawana haja kupitia kwa mtu au kwa kiumbe, kinyume na Wakristo. Wakianza ni Yesu, wanamwita ni Mungu. Lakini Muislamu wote anaongea na Allah, akishika uzu anasali kwa wakati maalum, anaongea na Allah. Na sio sifa ya kusema wewe utasikia sauti ya Allah utafanya. La, haya sio mambo haya. Allah anaongea naye katika swala, kila mtu anaongea, kianza al-Fatiha na maliza anaongea na Allah. Tusijipatie karama zenye utatisha watu tu. La, hiyo sio tauhid. Tauhid ni kila mtu Muislamu ana uwezo kuongea na Allah. Problemu yetu si Uislamu, unajua leo ni unapenda vitisho sana. Vitisho sana. Muislamu hakuna intimidation. Vitu viko wazi. Lakini ufakiri na acha leo watu wanapindukia. Muislamu kwa tayari akamwambia sawa, iko naomba bwana, anakuwa anaongea na wazee. Njoo usikia sisi tu inakubali hii msiba hii. Wao unaona viumbe tu, njoo utukuze. Ase huyu anakuwa na viumbe. Hii ni maana hivyo hizi bwana. Au akitaka kuzungumza anakuwa na viumbe. Sio mtu anaongea kama anaongea tu. Wale ni tutoteze tabia nzuri ya kutegemea Mungu. Wewe uoneshi kwa si viumbe. Sawa, karama zipo, hatusikatae. Lakini kuna karama ambazo mtume amezifundisha bwana. Kuko karama zipo. Allah amezipana kwa waja wake. Lakini sio safitisho. Ya kwanza sema mimi naweza ongea na fulani, mimi tafanya hivi, mimi. Bwana waambie kitu moja kinachaka mashehe leo wanatoka wafasiri kama watu wake. Wewe unakuja muona shehe na shida yako. Shehe anakupiga fakti. Sivile unakuja bwana, niko na kazi, niko na hivi, nataka kufukuza. Shehe anakuambia nipe sana wala utafaa dua unapata. Hawatakufukuza. Sivyo? Ukitoa pesa zako na wewe umezitoa, unaanzia pale pale, imani yako inaanza kupata problem. Hautie tena yakini kwa hapo, unasema hivi nilikuwa fulani wangu maana hawatanifukuza kwa kazi. Unaanza kuungana na nani? Na shehe. Shehe manake unafanya shehe yuko aende. Nimeona usiku, unaona mambo, wewe shangazi, hivi mjomba, wote niwafunga. Sasa wewe hapa si yakini imecheza. Nani anaanza shuka? Faragha kwa unaona ndio shehe sana. Shehe anasema tena nini leo? Kwa baadhi tu akipata uskope wanafukuza, unakwenda mjia huko unaanza. Uskope kisa fulani bwana. Shehe yule ni metre. Ila wanawake wengi wanapotezwa katika mambo kama haya. Ndio nasikia unakuliwa na wapasteri. Lakini wako na 24. Allah atatukasaidia. Wakati tunakuwa kama mpanga. Kule ya ibadilani asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. حمدك يا الله من تكلم سميت صوتا ومن سكت علمت سرا ومن عاشك منك رزق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Allah na kumshahidia tena mara pili, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Mungu mmoja, huko tunakumbushana kunako khulqin adhim, kwa sababu mtume Mwenyezi Mungu anasema wa innaka la'ala khulqin adhim. Tunakumbushana kunako tabia nzuri, na hapa tunaonesha sababu moja katika mambo yana huwa tabia hiyo nzuri ni hali ya ufakiri, hali
hali ya umaskini, kushindwa kuchungana nayo, ndio inaacha watu wanashindwa kuingia katika mambo ambayo yanapoteza tabia nzuri. Ni sababu 10 ambazo Mtume amezungumzia. Kienda kwa haraka kuonesha kwamba ufakiri, kwa kumalizia, inaacha leo watu wengine wanaanza kimbia neema za Mungu aliwapa. La yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadli. Leo kuna watu wanaanza kimbia hali zenye Mungu anawapa katika fadhila zake, kufanya kuitika umaskini na hauko maskini. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Neema za Mola wako usijifiche, zitangaze. Mambo ya Mungu jitoe. Lakini unakuta msiba ni tunayo, watu wanaanza kujifakharisha tuna magumu. Tena Uislamu al-aqdar muwakkal bil mandub. Tahadhari sana na maneno magumu jisemea. Unaweza kuona hali nzuri ya kimaisha, lakini sasa watu wanakuambia sasa kazi ya msikiti ya mjaba, kazi ya heri ya dini fulani, ulipo utoe wewe unaanza kulita ni magumu. Ile hali ya kuwa natamka magumu, sio nisema ni ulozi, ile ni mtu unajiletea bila kujua. Sababu unaweza kuwa hauna hayo, unapata magonjwa yenye tabeba ile pesa. Sababu shangasema mambo mbaya. Sasa bwana ukufe basi kama mambo mbaya. Unajua mambo mbaya wakati mambo iko mbaya, wakati mtu amefanya amefariki, ndio mambo mbaya. Lakini mambo mengine ni kupiganisha mpaka ufikishe wapi? Mwisho. Kwa hiyo khuluqi adhim, tabia nzuri tusitengeneze, tuanzie kubomolana na sababu ya ufakiri. Na kuibomoa ni kukubali hali yenye Allah anakuweka kwa wakati amekupa. Usibali upoteze dignite fale zako, sababu bwana yako leo hana uwezo, wanatukaniwa. Usikubali kupoteza dignite yako leo sababu hauna nguo ya kuvaa, unajishusha. Hii ilikuwa ni ukumbusho. Mwenyezi Mungu atujalie tutaweza kumaliza sababu zote, lakini hii kidogo tukumshana iweze kutujenga hapa duniani na kesho akhera. Amin. Amri kianzia kwa Allah akasema, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Yaqul Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Wa sahaba minhum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul bidun yastajib lakum ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات في مشارق الارض ومغاربها. اللهم احفظنا من شر عدونا يا حافظ احفظنا من شر عدونا. انت تعلم من الانس والجن اجمعين وافتح لنا كل خير يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك كل المرضيون، سبحان الفرج لكل مخدوم، سبحان الخالص لكل مشعوب، سبحان الاسماء في البحار والغيوم، سبحان اذا كتب ولو يكون. اللهم جملنا بالعافية والسلام، اللهم جملنا بالعافية والسلام، اللهم جملنا بالعافية والسلام، واحققنا بالتقوى والاستقامة واجعلنا من مجيبات النداء انك سميع الدعاء. صلى الله عليه وسلم محمد في القلوب والدواعي وفي تلك وشفاعي والابصار والضياء وعلى اله وصحبه في كل لمة ونفس بهذا المعلوم لك والحمد لله رب العالمين. وعد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ان الصلاة كانت من الكتاب موقوتا. اقيموا الصلاة.